Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika sehemu ya pili kunako swala zima la kuzungumzia ibada tukufu ya hija. Leo tumeona tuzungumzie swala zima kunako masharti ya yule anayetakiwa kwenda hija. Ni nani ni wajibu kwake aende hija? Ni masharti gani ambayo mtu akiwa nayo hayo, ama vigezo gani ambavyo mtu akiwa navyo hivyo basi itamhitajika mtu huyu na kumlazimu awe ni miongoni mwa wale ambao wanatakiwa kwenda hija kwa mwaka huo. Sharti la kwanza kabisa ni albulughu, mtu ambaye ameshafikia baligh. Baligh ni mtu kuwa anahesabika sasa ni mtu mzima na sheria inamtambua kwa yale yote atakayofanya katika amali zake, ataandikiwa. Ima ni jema ataandikiwa, ama baya ataandikiwa mtu huyo. Mtoto wa kiume akishatimiza miaka 15, huyu anahesabika kwamba yeye tayari ni mtu mzima, na itahitajika mtu mzima huyo kufata yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayataka na kuyaacha yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Huyu ni mtu mzima, miaka 15 kwa mwanamume. Lakini kwa mtoto wa kike ni miaka 9 iliyokuja katika sheria na katika usahihi. Miaka 9 tu itakuwa ni wajibu kwa mtoto huyu kuacha yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza na kufanya yale yote yaliyoamrishwa, ikiwemo swala, funga, haji na kama vile vile zaka na mambo mengine. Sasa tukirudi katika tukio hili la hija, ambaye ni wajibu kwenda hija ambayo tunazungumzia ni hajjul Islam, hija ile moja ambayo ya kisheria inayohitajika mtu mwenye uwezo kuienda katika umri wake mara moja. Mtu huyo basi inabidi awe ni baligh, mtu mzima. Lakini baligh huyu ambaye tunamzungumza inabidi aende yeye mwenyewe kwa uwezo wake, atoke aende. Ikiwa baligh huyu ameshindwa kwenda, basi tutakuja kubainisha kwa namna gani baligh huyu anaweza kutuma mtu mwingine kutokana na masharti ambayo yatakuja. Lakini ikiwa ni mtoto mdogo amekwenda hija na wazazi wake, je, mtoto huyu hija kwake ile ambayo mtu anatakiwa aende katika Uislamu mara moja itadondoka? Hapana. Kama wazazi watakwenda na mtoto wao wa kiume ana miaka 10 ama mtoto wao wa kike ana miaka 7, wamekwenda naye mtoto huyu katika ardhi takatifu ya Maka, na mtoto huyu akaenda kuhiji na yeye na kufanya yale yote ambayo wamefanya wazazi wake kwa usahihi, ndio mtoto huyu atapata mema na wazazi wake wataandikiwa ni kheri wamepata. Lakini mtoto huyu mara atakapobaleghe, atakapokuwa mtu mzima, basi swala la kwamba yeye kwenda hija litabakia pale pale, ni wajibu, atatakikana mtoto huyu yeye aweze kwenda hija. Kwa hivyo sharti la kwanza, ili mtu iwe ni wajibu na ni lazima kwenda hija, lazima mtu huyu awe ni baligh. Mtoto mdogo hata kama ana pesa na uwezo kiasi gani, haiwi wajibu kwake kwenda hija. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili, mtu anayetakiwa kwenda hija lazima mtu huyo awe na akili timamu, isiwe mwenda wazimu mtu huyo. Inawezekana mtu ana pesa nyingi katika mji, ni mtu tajiri, ni mtu maarufu na ni Muislamu mzuri, lakini mtu huyo hana akili. Inawezekana anashinda msikitini, ndio, lakini akili hana. Inawezekana anaswali, wenda wazimu wangapi wanaswali, ni wengi, lakini mtu huyo si wajibu kisheria kwake yeye kwenda hija. Watu wanaweza wakamchukua wakaenda naye wakarudi naye, lakini sheria haimlazimishi kwamba yeye ni lazima awepo katika wale wanaokwenda hija, japo anaweza akawa ana uwezo mwingi, ana hela nyingi, Mwenyezi Mungu kamjalia mali nyingi, lakini mtu huyu si lazima kwake kwenda hija. Kuna yule mwingine ambaye ni mwenda wazimu, lakini kuna muda ule uenda wazimu wake unaondoka, kuna muda mwingine unarudi. Ni mtu ambaye inawezekana Jumamosi akiamka unamuona ni mkichaa, lakini Jumapili ikiingia ule ukichaa umeondoka, ni mzima kabisa. Au kuna mtu ambaye ndani ya mwezi mmoja siku 15 za kwanza anakuwa ni mwenda wazimu, siku 15 zilizobaki anapona, na mfano wa hivyo. Huyu naye vipi hukumu yake katika hija? Mwenda wazimu huyu katika sheria yeye ni lazima aende hija, hasa pale ambapo anapona. Kipindi ambacho anakuwa yuko vizuri, basi pale aende mbio, aende akafanye yale yanayohitajika kufanywa na mtu ambaye amekwenda hija. Yule mwenda wazimu wa moja kwa moja ambaye mwenda wazimu wake hauondoki, ni wa milele, huyu sheria haimtambui wala sheria hamuhitaji, haimlazimishi kwamba yeye aende hija. Lakini yule ambaye mwenda wazimu wake unakuja na kuondoka, basi huyu anatakiwa aende hija. Hilo ni sharti la pili kwa yule ambaye anatakiwa aende hija. Lakini sharti la tatu
ni al-hurriya, uhuru, isiwe mtumwa. Na hili hatulizungumzi sana kwa sababu sasa hivi hatuna tena utumwa, watu wote ni huru. Lakini sharti la 4 anasema al-istitwa', ni mtu kuwa na uwezo. Sasa huo uwezo ni uwezo wa aina gani? Lakini sharti inasema ni al-istitwa', mtu kuwa na uwezo. Mtu ambaye atakuwa na uwezo, basi atahitajika mtu huyo aweze kwenda hija. Uwezo uko wa aina tofauti tofauti ambao umekusudiwa katika kipengele hichi. Kipengele cha kwanza, uwezo ambao tunauzungumzia sisi ama sheria inautaja kwamba atakayekuwa na uwezo huo itakuwa ni lazima kwake aende hija, ni uwezo kwanza wa kuwa na muda. Je, wewe tangu umepata pesa zako, umepata uwezo wako, je, una ile siatul wakti, muda unatosha wa wewe kutoka mpaka kufika katika ardhi takatifu ya Maka, au kutoka mpaka kufika katika miqati, ukaenda ukavaa zile ihram, ukahirimia pale, ukatoka mpaka ukaingia katika ardhi takatifu ya Maka. Huo muda kutoka hapa mpaka huko, tangu umepata pesa na umepata hiyo imkania, uwezo wa kwenda, muda upo. Inawezekana mtu akaja kupata pesa, amefika mwezi wa Dhulqaada, labda mwezi 20, tarehe 20 Dhulqaada, tarehe 25 Dhulqaada, 28 Dhulqaada, mtu huyu bado hana pasipoti, hana visa, hana maandalizi yoyote. Sasa wewe itakuwa sio wajibu kwako kwa kipindi hicho, kutokana kwamba wewe pesa umezipata, lakini bado siku 10 tu. Sasa ndani ya siku 10 kupata pasipoti, ndani ya siku 10 kupata visa, ndani ya siku 10 kuandaa maandalizi yote mpaka uweze kuingia katika eneo lile, itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo kinachohitajika katika tunaposema uwezo ni mtu kuwa na muda kwake ni rafiki, anaweza akawahi na kufanya ibada zile. Lakini si hivyo tu, tunasema kwamba muda wa kuweza kwenda kufika katika eneo husika, na si eneo husika moja, maeneo yote kutekeleza ibada zote kiuhakika. Si kuweza kuwahi baadhi ya ibada. Anasema kwamba naweza nikafika lakini nikakuta watu wameshaondoka katika ardhi ya Maka. Watu sasa hivi wako Arafati, watu sasa hivi wako Mina. Si hivyo, inahitajika uwahi pindi ambapo watu wanakwenda Arafati, basi uwepo nao kama vile aya inavyoagiza. Lakini nukta ya pili ambapo tunazungumzia kwamba mtu awe na uwezo, lazima awe na sihatul badani, mwili wake una nguvu na anaweza kutoka akaenda akatembea, akavumilia joto lililoko kule, au kama kipindi cha baridi akavumilia baridi ambayo ipo kule. Au inawezekana ni mtu kikongwe. Sasa kama itakuwa kikongwe hawezi kutembea, huyu itakuwa kwake si lazima. Ni mtu mwenye pesa, ndio ana mali zake, lakini mtu huyu ni kikongwe, hawezi kwenda kule. Akienda kule atashindwa kutembea, ama hawezi kuvumilia lile joto, hawezi kuvumilia kusafiri umbali kutoka hapa mpaka kule. Saa nyingine mtu ni mgonjwa maskini, kafanyiwa operation, ana pesa zake, lakini hawezi kutoka kufika katika ardhi takatifu ya Maka. Nasema kwamba mtu huyu itakuwa kwake si wajibu yeye mwenyewe kwenda, uwajibu utabaki kwake, alaihi istinaba, inabidi atafute mtu amfanye ni naibu wake aweze kwenda kuhiji kule kwa niaba ya mtu huyo. Hiyo ni istitwa, uwezo wa mtu kuhimili tukio lile na kwenda. Kama tunavyojua ukifika hija lazima kuna kutufu al-Kaaba, kuna sa'i Safa na Marwa. Yote haya inahitajia mtu kidogo awe na afya, si afya ya kubabaisha. Lakini nukta ya tatu katika hiyo anasema ni lazima mtu ambaye anataka kwenda hija ahakikishe njia atakayoitumia kwenda hija iko salama, ni njia yenye amani. Si kwamba mtu anajihatarisha yeye, mali zake, nafsi yake na familia yake kwa kwenda kwake hija. Hapo hija itakuwa sio lazima kwako. Lakini yule ambaye yeye atakuwa na uwezo wa kwamba njia kwake iko salama, unaweza kutoka hapa mpaka ukafika katika ardhi ya Maka, hujakutana na wanyang'anyi njiani, hujakutana na majambazi njiani, hujakutana na wanyama wakali njiani, hujakutana na matatizo yoyote ya kukabwa ama kuporwa pesa zako na mali zako, basi wewe ina maana una uwezo na una amani na una uwezekano wa wewe kufika katika ardhi takatifu ya Maka. Kwa hivyo wakitajwa wale wenye uwezo, wewe pia utaingia na utaonekana una uwezo.
Lakini sharti la 4 ni nafaka. Lazima mtu awe ana uwezo wa yale matumizi ambayo tunakusudia ni zadi wa rahila. Lazima mtu awe na ile chakula cha kuweza kutumia kipindi yuko kule katika haji, kuanzia njiani anapokwenda mpaka anapofika kule, awe ana uhakika kwamba chakula mimi ninacho. Lakini vile vile kipando, usafiri, awe anajua kwamba bwana, mimi nina usafiri, naweza nikatoka hapa nikaenda mpaka kule na nikafika kule nikafanya ibada zote, na chakula nacho, stoko nayo ya kwenda nayo, na vile vile njiani nitarudi nitakula. Lakini vile vile kipindi nakaa pale, mahitaji muhimu nitakuwa nayo, sitofika pale hata dawa sina nikiumwa na mambo mengine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hataki watu wapate tabu kwa sababu eti wanakwenda kufanya ibada takatifu ya hija. Mwenyezi Mungu anataka mtu anayekwenda hija basi awe amejikamilisha. Ndio maana akaweka sharti, asije akapata mtu tu nauli akasema mimi nakwenda hija, vipi chakula? Sema bwana, chakula mimi sijapata, nitaenda kupata huko. Aende akasumbue Waislamu, aende akawe ombaomba, aondoe heshima yake. Hili si jambo sahihi na haikuja hivyo katika sheria, na Mwenyezi Mungu hilo halitambui. Kwa hivyo kinachohitajika ni mtu ambaye awe ana uwezo na anacho chakula na kipando anacho cha kuweza kwenda kufika kule na kuweza kufanya ibada ile takatifu na kurudi kwa usalama. Lakini nukta nyingine ya 5 katika nukta hizo ambazo tunagusia kwamba lazima mtu awe na uwezo ni mtu kuto kuhangaika baada ya kurudi hija. Lazima huyu anayekwenda hija ahakikishe amekwenda hija, lakini akirudi sio tena anakuwa ni mhangaikaji, maisha yamempiga. Ni mtu ambaye pesa yote aliitumia kwenda hija, akatumia nauli na mambo mengine, vyakula vya huko, sasa amerudi ni ombaomba mtaani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halitaki hilo na analikemea hilo, na limekuja katika sheria. Hairuhusiwi mtu ambaye hana uhakika wa maisha baada ya kurudi hija, mtu huyu aende hija. Hapana, inatakikana wewe kama unakwenda hija uiache familia yako vizuri na wewe uende vizuri, ukaishi kule kwa uwezo ambao imezoeleka kawaida, ndo maisha yako. Sio utake maisha ya juu kwa vile umekwenda hija. Hapana, kinachozingatiwa ni kwamba wewe umekwenda hija, hapa matumizi yako yalikuwa chakula chako ni cha aina gani ulichokuwa unakula hapa. Usiwe kwa vile umekwenda hija ukapiga hesabu kwamba mpaka nipate biriani kila siku nikiwa Maka, sasa ile pesa ya biriani kipatikana ndio useme mimi nimeweza kwenda hija. Hapana, tizama hapa maisha yako yakoje. Ulikuwa kila siku wewe unakula wali wa kawaida tu, unakula dona la kawaida tu, basi pigia kwa hesabu hizo hizo, zikipatikana pesa nenda hija. Lakini usije ukawaacha familia yako vibaya, na siku ya kurudi ukaanza kuhangaika kuingia kila nyumba na kuomba, ikaonekana bwana fulani kumbe kaenda hija alafu karudi hana chochote, amekuwa ni mtu wa kuomba. Hilo halihitajiki katika sheria. Hiyo ni nukta ya 5. Insha Allah kwa leo tuishie hapa, na kesho Mungu akijalia tutakuja kueleza ni namna gani hukumu nyingine ambazo zinapatikana kwa mtu anatakiwa kwenda hija. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.